Nashukuru sana nachukua nafasi kwa ajili ya maandamano ya kesho. Tumeshinda maombolezo kwa wale ambao waliopoteza maisha. So tutafungua huu na maombi ili tupate kuendelea. So acha tuombe. Baba Mungu mtakatifu, na kushukuru ni asante. Tazama Jehova Jire, Kenya pale ambapo ilipo. Tunahangaika kwa sababu ya kukosa maarifa. Mfalme, wacha Baba tusaidie na kutulinda, kwa maana wenzetu wengi wamekufa kwa ajili ya maandamano. Wengine walikufa bila sababu, kwa sababu ya kukimbilia riziki yetu. Tulikuwa tunakimbilia haki yetu, lakini wengine wakapoteza maisha. Wacha Mtakatifu kasimame nasi na kutuonyesha njia, kwa maana tusipotee tuhangaike, ila nchi hii ulitupatia ni ya baraka na uliibariki Mtakatifu. Nasema ni asante kwa maana unaweza Bwana. Naombea nchi yetu pamoja na serikali yetu, wacha ukawakuze mkono wako wa baraka na kuwafungulia akili yao ili wakaweze kutazama wa Kenya jinsi walivyo. Katika jina la Yesu Kristo naomba atakuamini. Amen. So kulikuwa na maombolezo kwa ajili ya wale ambao waliopoteza maisha ile siku ya maandamano. So wakiwa wakikimbilia haki yao, kwa sababu kila Mkenya alikuwa anakimbilia haki. Lakini shida ni moja, Kenyans tumekuwa wajinga, kwa sababu tunaona maandamano ndio yanaweza tusaidia ili tupate haki yetu, lakini pasipata maandamano kuna njia nyingi sana zinaweza fanya maisha yetu yapatilike. So tukapa hivi na Bwana Pius, tumechukua nafasi hii ili tuelimishane pamoja na tuweze kupata solution kuhusu wa Kenya jinsi ambavyo maisha yetu yanaweza patilika. Ukiangalia mambo ya ushuru ilikuwepo hata kutoka zamani, kwa sababu hii inakuwa ni kukosa kuelewa, kwa sababu ushuru ilikuwepo kutoka zamani. Na wakati ushuru ilikuwepo, ukiangalia Zakayo mwenyewe alinyenyekea mbele ya Yesu akaokoka, kwa sababu aliona ushuru hauna maana kabisa. Alinyenyekea akaokoka. So tunapopata wokovu, nchi yetu itapatilika. Kitu kingine, unapata Kenya ni nchi ambayo iko na watu werevu peke yao, lakini ila hawana nafasi. Unapata mtu ako na akili lakini hana nafasi yoyote. Wenye wako na nafasi ni wale watu wa kunyanyasa wengine. So unapata tatizo inakuja na kuwa shida moja hivi. Kujenga nchi yetu ni ile tusimame kama Wakenya, na kusimama kama Wakenya ni ile tuangalie mbele tunaelekea wapi. Kwa maana tusitegemee tu serikali kwa kila jambo. Unajua tulitegemea serikali kila kitu, hatukumtegemea Mungu. Kila kitu serikali. Ukiangalia saa hizi mtu asimama aulize mbona mnaandamana? Kwa sababu unga imepanda. Unajua tunaandamana kwa sababu unga imepanda, maisha yamepanda, lakini sisi wenyewe tumepanga nini yenye inaweza badilisha Kenya yetu? Otoa kikuuliza hiki kijana, wewe unaona hii Kenya tunaweza fanya aje ili tubadilishe nchi yetu? Wewe unasema unga imepanda, sukari imepanda. Otoa napata watu wenye hawalimi ni wengi. Wakulima ni wachache. Wewe mwenyewe haulimi shamba, hauna hata shamba, lakini unasema mahindi imepanda. So mkulima ata-invest aje kwa mahindi alafu akuja kuuzie 60? Itakuwa ngumu. Sasa nafasi sisi wenyewe tufikirie kama Wakenya na tujue tunaelekea wapi. Kwa sababu tukiendelea kufikiria kupikana na serikali, tukipikana na serikali ati ndio tubadilishe maisha yetu, itakuwa ngumu sana. So inafaa tusimame na tuangalie tunaelekea wapi. Bwana Pius, karibu sana. Yes, asante. Mimi naonelea hivi, maandamano ni like kama wananchi, maandamano haitusaidii sana. Juu wakati tunaandamana vitu mingi tunaharibu. Tunaandamana because maisha imekuwa juu, lakini ndio tunaendelea kuharibu. The more tunaandamana, the more tunaendelea kuharibu. Tunajenga tukibomoa. So maandamano kama sisi wananchi haitusaidii sana, juu tunaendelea kupigana na serikali, na the more tunapigana na serikali, the more tunaumia. Juu kupigana haitasaidia. Kitu yenye itasaidia kama wananchi ni kufikiria tutafanya aje. Kama ni kulima, tutalima aje ili tuweze kupata jambo ambayo suluhisho ya venye tutaendelea. Kama ni mambo iko juu, mambo na sukari nini vitu kupanda, at least tukue na maisha mazuri. Yes, Bwana Pius umesema vizuri sana. So although unapata nchi yetu hatuwezi ibadilisha na vitina. Nchi yetu haitapatilishwa na wifu. Nchi yetu haitapatilishwa na hii maneno madogo madogo. Ile nchi yetu itapatilishwa na akili. Kila kaunti simame iseme tunataka hivi, tunataka hivi, tunataka hivi. Lakini hii mambo ya kusimama kupika makelele tunachoma. Unajua wakati wewe umewasha moto hivi, hiyo ni vita.
askari haisi kuacha, pia yeye atakasirika. Sasa the way umeasha moto kwa barabara, hiyo ni vita. So Wakenya, kama ni maandamano, tukue tayari, tunafanya maandamano ya akili. Kama ni county, tunasimama kwa barabara, tunasema sisi kama ni wa Kisii ama sisi kama ni wacho, tunataka hii na hii serikali tufanyie. Lakini tukisimama tunakimbia kwa barabara, kiuza tunataka nini? Nasema sukari imepanda. Factory ya sukari, unapata factory za sukari ni chache sana. Chasimacho unapata kama Western region, ya miwa zenye zimepandwa ka Trans Nzoia County, zinatoka Trans Nzoia up to Bungoma ndio wanaenda kutengenezea sukari. Uniambia hapo katikati hakuna factory? Aya, ukiangalia upande wa matrivers, saizi ukiangalia matriver wanataka, kama mtu anataka ku renew driving license lazima arudi shule ndio renew driving license. Although napata driver, hakuna driver yote mwenye amewekwa mstari wa mbele Kenya. Hakuna pesa yote yenye ilitengwa wakati wamesoma budget. Hakuna pesa yote yenye ilitengwa ya matrivers. Na hata president mwenyewe anapepo na driver. Lakini hakuna siku pesa matriver imaitengwa kwa ajili ya hii na hii. Driver hawajulikani kabisa, ndio napata hata more accidents zinafanyika sana. So inafaa tupikanie maisha yetu, tupikanie accident kwa barabara. Matriver wetu watafanya aje ili wapate, wasikuwe na stress kwa barabara wakati wanaendesha gari. Tuangalie upande wa maisha yetu, upande wa magonjwa. Magonjwa yamekuwa juu sana. Magonjwa, madawa tuna import kila siku madawa ya very expensive. Haya, tukikuja hapa hivi tunataka tu change life yetu, tuangalie hizi vitu, ndio tutaona maisha yetu yanabadilika na tutachenga nchi yetu tukiwa tayari. Lakini kama hatupo tayari kuangalia ni nini nakula pesa, kwa sababu vitu vingi tuna import around 80%, 20% ndio tunatoa Kenya. Sasa inakuwa ngumu sana. Karibu sana Bwana Pius. Asante sana kwa muda wako. Tunashukuru Mungu kwa kutulinda na kutuonekania. Tunashukuru tena kwa our studios, OTTV Kisii. Tunawashukuru sana kwa kutualika. Tunashukuru Mungu kwa yote. Asante.